Kuna miaka inapita kimya kimya, lakini kuna miaka inayoacha historia. 2025 MUHAS hatukupita kimya kimya. Majengo yalisimama, mifumo ikaimarika, na uwezo pia wa watu ukaongezwa. Tukaacha maendeleo thabiti katika kuweka misingi ya elimu, tafiti pamoja na ushauri wa kitaalamu. 2025 mafanikio yetu hayakubaki ndani ya kuta za MUHAS. Tulitoka nje, tukaenda kwenye jamii, tukapeleka elimu pamoja na huduma moja kwa moja kwa wananchi. Tukaenda kwenye shule, hospitali na maeneo yanayohitaji elimu ya afya. Kambi ya siku 3 Mloganzila na kambi ya wiki ya ubunifu, wananchi wakapima afya bure na kupata elimu ya kinga. Huduma maalum za macho na moyo Mloganzila, Chalinze na Manyara zilifikia mamia ya wananchi, na shule zaidi ya 7 Kigoma zikahamasishwa kusoma masomo ya sayansi. Ziara za uelimishaji rika Dar es Salaam zikapamba moto. Wanafunzi wa sekondari wakasema, hatubaki nyuma, twende MUHAS tukajifunze kwa vitendo. Juhudi na ubora katika kazi zetu ikabadilisha imani ya washirika wetu kubadilika kuwa vitendo. Tukapokea misaada mbalimbali ili kuboresha uwezo wa huduma zetu ndani pamoja na nje ya chuo. TIKA wakatupatia ambulance yenye vifaa vyote, ikiruhusu huduma za dharura na mafunzo ya kliniki kufanyika kwa ufanisi zaidi. Abbott nao wakatukabidhi maabara maalum ya mafunzo ya dharura ili kuongeza uwezo wa mafunzo ya vitendo. Idara ya uhandisi tiba nayo ikapokea kompyuta zenye uwezo mkubwa ili kusaidia mafunzo ya ubunifu na akili unde. MUHAS ikachangia vitanda na vifaa vya uchunguzi katika maabara za hospitali za mikoa na zahanati za magereza. Mradi wa Breathing for Babies nao ukatoa vifaa vya utunzaji wa watoto wachanga hospitalini. Kwa ufadhili, ndoto kubwa zikaanza kuwa uhalisia. Kampasi mpya, maabara pamoja na kumbi za mihadhara zikaanza kujengwa ili kuhakikisha ubora wa elimu na tafiti unakuwa thabiti. Mradi wa HIT unaofadhiliwa na serikali ya Tanzania kupitia Benki ya Dunia umegeuza ndoto kuwa uhalisia. Uwekezaji wa takriban bilioni 120 za Kitanzania umepanua mipaka ya MUHAS kutoka Mloganzila hadi Kigoma. Madarasa, hostel, kumbi za mihadhara na maabara yanajengwa ili kutoa mafunzo ya ubora wa hali ya juu. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda alishuhudia maendeleo haya na kuthibitisha kuwa MUHAS inapeperusha bendera ya elimu bora na dira ya maendeleo katika afya. Idadi ya wanafunzi inaongezeka, mawazo mapya yanapendekizwa na fursa zinapanuka. Baraza la mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki liliridhia kuanzishwa kwa kituo cha umahiri cha Afrika Mashariki cha sayansi ya afya ya kinywa na meno nchini Tanzania, kitakachokuwa chini ya usimamizi wa MUHAS katika kampasi ya Mloganzila. Profesa Mkenda pia alizindua awamu ya pili ya kituo cha umahiri cha Afrika Mashariki cha sayansi za moyo na mishipa ya damu katika kampasi ya Mloganzila. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, alizindua mfuko wa wakfu wa Al-Hassan Mwinyi wa MUHAS wakati wa maadhimisho ya kumwenzi hayati Ali Hassan Mwinyi, mkuu wa kwanza wa MUHAS na rais wa pili wa Tanzania. Huku miundombinu ikijenga misingi, fikra pamoja na tafiti za wadau hazikuachwa nyuma. Hapo ndipo makongamano, simposium na majukwaa mbalimbali ya wadau yaliwakutanisha wanasayansi katika sekta ya afya na nje ya sekta ya afya ili kuimarisha tafiti pamoja na elimu. Kongamano la 13 la kisayansi lilijikita katika kuimarisha mifumo ya afya barani Afrika kwa kuweka kipaumbele kwenye ubunifu na tafiti katika kukabiliana na changamoto mpya na zinazoibuka za afya duniani. Simposium ya usonji, yani autism, iliwaleta pamoja wataalamu, walezi na wafuasi, ikijadili utafiti na msaada kwa jamii. Nayo simposium ya 14 ya afya kazini iliangazia afya, usalama na changamoto za tiba kazini. Simposium ya 15 ya afya ya kinywa na meno ilijikita katika kuimarisha afya ya kinywa na meno ndani ya mfumo wa huduma za afya kwa wote nchini Tanzania. Ziara ya balozi wa Ufaransa, Mheshimiwa Anna Sophie Avi, ilikuza ushirikiano wa kielimu na utafiti. Simposium kuhusu kukuza huduma za afya ulimwenguni kupitia diplomasia ilihudhuriwa na waziri wa mambo ya nje, Mheshimiwa Balozi Mahmoud Thabit Kombo, na mabalozi 18 wa nchi mbalimbali nchini Tanzania, makamishna wakuu na wawakilishi wa balozi mbalimbali. Simposium hii ilisisitiza umuhimu wa kuendeleza maono na ushirikiano katika afya ya kimataifa.
2025 ushindi haukuzuilika. Juhudi pamoja na kazi zetu zikatambulika kwa heshima za tuzo ndani pamoja na nje ya chuo. Timu mbalimbali za MUHAS katika Innovation Showcase za Action Medal zilishika nafasi ya kwanza hadi ya 3 kwa suluhisho halisi za afya. Naye mhadhiri wetu Hassan Haji akaibuka kidedea wa awamu ya pili ya mashindano ya taifa ya tafiti za Inter-University 3MT PhD. Afya AI haikubaki nyuma, ikashika nafasi ya pili kitaifa katika mashindano ya Afri Innovate ya vijana. Naye Andrew Riza akakabidhiwa taji la mshindi wa kwanza katika shindano la kwanza la Tanzania Artificial Intelligence Forum. Profesa Manji akatambuliwa kwa mchango wake mkubwa katika sayansi ya afya na elimu. Na hapo hapo wafanyakazi mbalimbali wa MUHAS wakapandishwa madaraja kwa mchango wao bora. Ushindi huu ulidumu zaidi ya mipaka ya MUHAS. Ushirikiano wa kitaifa pamoja na kimataifa ukakuza wigo wa kufanya tafiti, mafunzo pamoja na mabadiliko halisi. Ushirikiano wetu na chuo cha Kumamoto cha Japani kikakuza utafiti, mafunzo na ujumuishaji wa uwezo. Chuo cha Sapienza Italia kikaongeza nguvu katika ushirikiano wa kielimu, ikifungua milango mipya ya ubadilishanaji wa maarifa. Na ndani ya nchi, ushirikiano na College of Business Education CBE uliunganisha sayansi ya afya ya elimu ya biashara, kuthibitisha kuwa afya bora inahitaji fikra za uongozi na uchumi imara. Wakati tunafanya makongamano, mafunzo, tafiti pamoja na huduma kwenye jamii, michezo hatukuiacha nyuma. Michezo hii ikatuunganisha wafanyakazi, wanafunzi pamoja na jamii kwa ujumla. TEHASA Walkathon iliunganisha wanafunzi, walimu na jamii. Ujenzi wa uwanja wa kisasa wa michezo MUHAS ukaanza rasmi. Hapo hapo MUHAS ikashiriki michezo ya Shimoda na mfanyakazi Eric Kaya akaibuka mshindi wa 3 katika mashindano ya kuruka gunia kwa wanaume. Michezo na shughuli mbalimbali za kimwili ziliimarisha mshikamano, afya na ushindani wa kirafiki. Mwaka 2025 MUHAS iliunganishwa kwa tafiti, huduma pamoja na elimu. Tulizidi kusherehekea malengo yaliyozidi kutimia kadri siku zinavyozidi kwenda. MUHAS 2025 iliunganisha elimu, huduma pamoja na tafiti. Tulisherehekea siku ya wanawake duniani kwa tarumbeta na vigelegele vingi sana. Tukashiriki Sabasaba kikamilifu, tukizisema huduma zetu na kuonesha bidhaa zetu. Chuo kikafunguliwa, tukapokea wanafunzi wapya, tukawavika makoti meupe na kusema karibuni sana chuoni hapa. Wahitimu nao wakasherehekea, walioibuka vinara tukawapa maua yao kwenye prize giving na convocation ceremony. Na katika siku ya mahafali tukawasherehekea wanafunzi zaidi ya 1000, chuo kikitoa kundi jipya la wataalamu wa afya tayari kabisa kulitumikia taifa na jamii kwa ujumla. Hayo ni yale 2025. Sio mwaka uliopita tu, bali ni msingi wa kile kinachokuja. 2026 huku hatujaanza kidogo. Chuo nambari 1 kwa ubora nchini Tanzania, MUHAS, vinara wa tafiti, elimu na huduma kwa jamii.